Kweli usiopingika kuwa vitendo vya udhalilishaji na unyanyasaji wa kijinsia ni kikwazo kikubwa cha maendeleo. Vitendo hivi huondoa morali wa kufanya kazi, huleta hofu, huathiri afya ya akili. Serikali inatambua kuwa mahali pa kazi salama ndio chachu ya ufanisi wa maendeleo. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kipekee katika kutokomeza janga hili. Kwa upande wa viongozi, na wasihi muweke na kusimamia sera thabiti zinazopinga udhalilishaji wa kijinsia. Ni lazima kuwepo mifumo rahisi na salama ya kuripoti matukio haya, kama vile kuanzisha madawati ya jinsia na kuchukua hatua za kinidhamu na kisheria kwa watakaobainika. Kwa wafanyakazi, kuweni mabalozi wazuri wa kuheshimiana na kujenga mazingira ya wazi na kutoka kimya pale mnapokumbana au kushuhudia vitendo vya udhalilishaji. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na uongozi kwa ujumla hauvumilie vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Sheria za kazi zetu zinatoa mwongozo na adhabu kali kwa mtu yoyote atakayebainika kufanya unyanyasaji wa kijinsia au kutumia mamlaka yake vibaya ili kumdhalilisha mfanyakazi mwenziwe. Nitoe rai kwenu kwamba elimu mtakayoipata katika semina hii isiishie kwenye ukumbi huu. Nendeni mkaishache mabadiliko katika taasisi zenu na mkasimamie usawa wa kijinsia. Tumeona kwamba katika jamii yetu au katika nchi yetu, sehemu za kazi ni sehemu ambazo watu wanakutana na changamoto mbalimbali kuhusiana na kazi, aidha kutoka kwa watendaji wenzao au kutoka kwa baadhi ya viongozi au kutoka kwa baadhi ya watendaji, na hii inasababisha mtu kukosa ile kujiamini, inakosa ule ufanisi katika kazi, anakuwa na hofu. Semina kama hizi zitaleta manufaa kwa sababu wakati tukipunguza udhalilishaji maofisini na sehemu za kazi, yani mtendaji atapata ufanisi katika utendaji wake wa kazi na pia maendeleo yatapatikana kwenye nchi. Udhalilishaji uko mitaani, upo hospitalini, upo sehemu za kazi, upo sehemu nyingine yote ile. Ni swala ambalo kwamba limetawala udhalilishaji unaweza kufanyika. Pengine mkuu tu wa taasisi anaweza kutoa maneno tu makali kwa mtumishi lakini yeye hahisi kama amemwathiri kisaikolojia.